Kwenye simu yake unaanzia kwa mteja. Ndio ni proper uniform. Uniform gani kwa au ya Voda? Namwambia mimi ni wakala kutoka Tigo Voda na tunakamilisha usajili kwa mara ya pili bure. Sawa. Au tunaunganisha line kwa za chuo. Line yako inakuwa ya chuo. Na kuunganishwa hizi huduma ni bure, hamna malipo yoyote. Endapo akikubali ananipa simu yake. Akishanipa ile simu yake najifanya namsajilia. Najifanya tu na minyaminya. Wakati huo unachokifanya ni nini kiuhalisia? Kiuhalisia sasa namlengesha, kuna sehemu naenda ili nampa kwanza taarifa. Jaza hapa jina lako. Jaza hapa tarehe yako kuzaliwa, mwezi na mwaka, ambazo ni taarifa ambazo hazipo. Akishajaza naenda, kuna sehemu menu naenda yeye WhatsApp. No, wakati huo ni uko kwenye app maalum au ni sio maalum? Ni sehemu ya message kawaida. Sehemu nyingine tu menu tofauti. Unapiga magapi? Unapiga nyota 152 nyota 00 reli. Ambayo inahusiana mambo ya ruhusa, mambo ya ajira, mambo ya kulipia kama tokeni. Sawa. Hiyo ni kampuni zote za simu au ni mtandao wote isipokuwa Halotel? Ukimpeleka pale kwenye uwanja unamwambia andika hivyo. Na nakuja namba 6. Ruhusa nakuja muunganisho mpya, inaniletea ingiza namba ya kumbukumbu. Kisha baada ya kumbukumbu namletea uwanja, namwambia andika namba yako ya siri mwenyewe, alafu send, maana mimi siruhusi kuona. Kwa hiyo anaisend, akishaisend inamwambia utapokea taarifa ya muunganisho ipo, na mchukua namwambia leta hiyo simu sasa. Akishaleta hiyo simu, message itarudi kuwa taarifa uliyoingiza sio sahihi, ambayo italeta ile namba ya siri. Ikishaleta namba ya siri nafuta message. Nikishafuta, nimeshajua namba ya siri, naenda kwenye account naangalia balance, kwa sababu simu yake unayo. Sababu simu yake ninayo. Huko namuuliza maswali ya kumzuga. Nikimuuliza kocha mara ngapi, wakati wewe kichwa inachanganya mambo mengine huko. Huko inachanganya mambo mengine huko. Unaenda unacheki salio. Simuuliza mambo ya Tigo Pesa. Niwaambia Tigo Pesa maana anaweza akajua. Wewe unaingia wakati huo unaingia kwenye Tigo Pesa. Unaangalia salio. Kama sisi kama hivi imekaa hapa. Nikishaweka balance, nikishaangalia balance. Kama ni kubwa, na nunua kwanza muda wa maongezi kama wa 5,000 au 10,000. Ujinunulia wewe? Namunulia kwenye simu yake. Ili kumpagawisha kuwa aone amepata offer ya voucher. Ambapo umepewa na Tigo. Sawa. Nikishamaliza na ile hela nairusha kwenye simu yangu. Nikishairusha kwenye simu yangu nafuta message. Ikirudi kwa umetuma salio. Umetuma, nafuta message. Nikishamaliza kufuta message nabadilisha namba ya siri. Naweka namba ya siri nyingine kwenye simu ile. Kwenye simu yake hiyo ambayo hata akienda kuangalia salio na namba siri uliweka sio sahihi. Alafu na process nyingine naenda hapo ambayo italeta ujumbe kuwa asante, utapata taarifa hivi punde. Na kuonesha ile message naambia, kwa hiyo unaona kuna zile offer. Naomba umepata offer na Tigo, unaona wanakupenda wateja wako. Tunawapenda wateja wetu. Wewe umepata offer, kwa hiyo hapo usitumie mpaka nusu saa. Baada ya nusu saa utapata tena offer nyingine. Kwa hiyo hapo mteja anakuja anakuambia kabisa moja nizime au nisaidie kuzima. Ndio baada ya hapo tunaondoka. Sasa wewe ile unaenda kutolea wapi? Ile ile uliyotuma kwenye simu yako unaenda kutolea wapi? Ile ile ndio mimi na bodaboda. Natokea barabarani, kama kuna bodaboda nachukua. Kisha chukua bodaboda naenda kwa wakala ambaye alijui. Natoa ile hela. Nikishatoa ile hela, kwa sababu pale kwa wakala sasa ukitoa hela hakuitishi kitambulisho wala hakuandiki chochote, anatoa hela yako. Anatoa tu hela. Ila kama hela ni nyingi ndio anaitisha kitambulisho. Nyingi kama shilingi ngapi? Kama 3 au 4 milioni 5. Na kwa siku unapiga kama bei gani kwa mchezo huu? Kwa siku mimi nikishaenda mara moja basi. Ukishavuna mara moja unaenda kutumia? Naenda sasa kutumia. Yaani mpaka siku nyingine tena. Kwa mfano umeingia mteja wa kwanza ukuta salio lake dogo. Nikiingia kwa mteja wa kwanza kama nimekuta salio lake ni 50,000 na muacha. Nawaambia nitakurudia baadaye, kuna message mtandao naona unasumbua. Naendelea mbele. Ambapo nao nilikuta sehemu nyingine kuna kubwa. Kama ule mtu mwingine anakuwa kama amekuwa na haraka sana, mtu anaweza kufahamu haraka, yule mwingine namuacha na wahi kwenda kutoa ile.